Mwanzo sura ya 24. Basi Ibrahim alikuwa mzee mwenye miaka mingi, na Bwana alikuwa amembariki Ibrahim katika vitu vyote. Ibrahim akamwambia mtumishi wake, mzee wa nyumba yake, aliyetawala vitu vyake vyote, tafadhali uutie mkono wako chini ya paja langu, nami nitakuapisha kwa Bwana Mungu wa mbingu na Mungu wa nchi, kwamba hutamtwalia mwanangu mke katika binti za Wakanaani ambao nakaa kati yao, bali enenda hata nchi yangu na kwa jamaa zangu ukamtwalie mwanangu Isaka mke. Yule mtumishi akamwambia, labda yule mwanamke hatakubali kufuatana nami mpaka nchi hii, je, nimrudishe mwanao mpaka nchi ulikotoka? Ibrahim akamwambia, ujihadhari, usimrudishe mwanangu huko. Bwana Mungu wa mbingu aliyenitoa katika nyumba ya babangu na kusema nami katika nchi niliyozaliwa, aliniapia akisema, nitawapa uzao wako nchi hii. Yeye atampeleka malaika wake mbele yako, nawe utamtwalia mwanangu mke tokea huko. Na yule mwanamke asipokubali kufuatana nawe, basi utafunguliwa kiapo changu hiki, lakini usimrudishe mwanangu huko. Yule mtumishi akaweka mkono wake chini ya paja la Ibrahim bwana wake, akamwapia katika neno hilo. Kisha huyo mtumishi akatwaa ngamia 10 katika ngamia za bwana wake, akaenda zake, maana mali zote za bwana wake zilikuwa mkononi mwake. Akaondoka akaja mpaka Mesopotamia, mpaka mji wa Nahori, akawapigisha magoti ngamia nje ya mji karibu na kisima cha maji wakati wa jioni, wakati ambapo wanawake wanakwenda kuteka maji. Naye akasema, Bwana Mungu wa bwana wangu Ibrahim, na kuomba mambo yangu yajalie yawe heri leo, ukamfadhili bwana wangu Ibrahim. Tazama, nimesimama karibu na kisima cha maji, na binti za watu wa mjini wanatoka kuteka maji. Basi na iwe hivi, yule msichana nitakayemwambia, tua mtungi wako na kuomba ninywe, naye akasema, unywe, nami nitawanywesha na ngamia zako pia. Basi huyu na awe ndiye uliyemchagulia mtumishi wako Isaka, na kwa hayo nitajua ya kuwa umemfadhili bwana wangu. Ikawa kabla hajaisha kunena, tazama, Rebeka anatokea, binti wa Betueli mwana wa Milka, mkewe Nahori ndugu wa Ibrahim, naye ana mtungi begani pake. Naye yule msichana alikuwa mzuri sana, uso wake bikira, wala mwanamume hajamjua bado. Akashuka kisimani, akajaza mtungi wake, akapanda. Ndipo yule mtumishi akapiga mbio kwenda kumlaki, akasema, tafadhali unipe maji kidogo katika mtungi wako ninywe. Naye akasema, unywe. Bwana wangu akafanya haraka, akatua mtungi wake mkononi mwake, akamnywesha. Hata alipokwisha kumnywesha, akasema, na ngamia zako nitawatekea hata watakapokwisha kunywa. Akafanya haraka, akamwaga maji ya mtungi wake katika birika, akapiga mbio kisimani ateke, akawatekea ngamia zake wote. Basi yule mtu akamkazia macho, akanyamaza, ili ajue kwamba Bwana ameifanikisha safari yake ama sivyo. Ikawa ngamia walipokwisha kunywa, yule mtu akatwaa pete ya dhahabu, uzani wake ulikuwa nusu shekeli, na vikuku 2 kwa mikono yake, uzani wake ulikuwa shekeli 10 za dhahabu. Akasema, binti wa nani wewe? Tafadhali uniambie, je, iko nafasi katika nyumba ya baba yako tupate mahali pa kukaa kwa muda?
akasema, mimi ni binti wa Betueli mwana wa Milka aliyemzalia Nahori. Tena akamwambia, kwetu kuna majani na malisho ya kutosha na mahali pa kukaa wageni. Yule mtu akainama akamsujudu Bwana, akasema, na utukuzwe Bwana Mungu wa bwana wangu Ibrahim, ambaye hakuacha rehema zake na kweli yake kwa bwana wangu. Bwana akaniongoza nami njiani hata nyumba ya nduguze bwana wangu. Basi yule msichana akapiga mbio akawaambia watu wa nyumba ya mama yake mambo hayo. Na Rebeka alikuwa na kaka jina lake Laban. Laban akatoka mbio kumwendea yule mtu kisimani. Ikawa alipoiona ile pete na vikuku mkononi mwa nduguye, akasikia maneno ya Rebeka nduguye akisema, hivyo ndivyo alivyoniambia mtu huyo. Basi akamjia mtu yule, na tazama, amesimama karibu na ngamia kisimani. Akasema, karibu wewe uliyebarikiwa na Bwana, mbona umesimama nje? Kwa maana nimeiweka nyumba tayari na nafasi kwa ngamia. Na mtu yule akaingia katika nyumba, akawafungua ngamia, naye akatoa majani na malisho kwa ngamia na maji ya kuoshea miguu yake na miguu ya watu waliokuwa pamoja naye. Akaandaliwa chakula, lakini akasema, sili mpaka niseme kwanza maneno yangu. Akamwambia, haya, sema. Akasema, mimi ni mtumwa wa Ibrahim, na Bwana amembarikia sana bwana wangu. Amekuwa mtu mkuu, amempa kondoo na ng'ombe na fedha na dhahabu na watumwa na wajakazi na ngamia na punda, naye Sara mkewe bwana wangu akamzalia bwana wangu mwana wa kiume katika uzee wake, naye amempa yote aliyonayo. Kisha bwana wangu akaniapisha akisema, usimtwalie mwanangu mke wa binti za Wakanaani ambao nakaa katika nchi yao, ila uende mpaka nyumbani kwa baba yangu na kwa jamaa zangu ukamtwalie mwanangu mke. Nikamwambia bwana wangu, labda huyo mwanamke hatafuatana nami. Akaniambia, Bwana ambaye naenenda machoni pake atapeleka malaika wake pamoja nawe, atafanikisha njia yako, nawe umtwalie mwanangu mke katika jamaa zangu na wa nyumba ya baba yangu. Ndipo utafunguliwa kiapo changu hapo utakapofikiria jamaa zangu, nao wasipokupa msichana huyo, utafunguliwa kiapo changu. Nami nikaja leo kisimani nikasema, Bwana Mungu wa bwana wangu Ibrahim, ukinifanikishia sasa njia yangu niendayo mimi, tazama, nimesimama karibu na kisima cha maji. Basi na iwe hivi, msichana ajaye kuteka maji, nikamwambia, nipe na kuomba maji kidogo katika mtungi wako ninywe, naye akanambia, unywe wewe na ngamia zako pia itawatokea. Huyo na awe ndiye mke Bwana aliyemwekea mwana wa bwana wangu. Hata kabla sijaisha kusema moyoni mwangu, tazama, Rebeka akatokea na mtungi begani mwake, akashuka kisimani akateka. Nami nikamwambia, tafadhali nipe maji ninywe. Akafanya haraka, akatua mtungi wake chini, akanena, unywe na ngamia zako nitawanywesha pia. Basi nikanywa, akawanywesha na ngamia nao. Kisha nikamuuliza nikasema, binti wa nani wewe? Naye akasema, mimi ni binti Betueli
mwana wa Nahori Milka aliyemzalia, nami nikamtia hazama puani mwake na vikuku mikononi mwake. Nikainama nikamsujudia Bwana, nikamtukuza Bwana, Mungu wa bwana wangu Ibrahim aliyeniongoza njiani, nimtwalie mwana wa bwana wangu binti wa ndugu yake. Basi kama mnataka kumfanyia rehema na kweli bwana wangu, niambieni; kama sivyo, niambieni ili nigeuke upande wa kuume au wa kushoto. Ndipo Laban na Bethueli wakajibu wakasema, neno hili limetoka kwa Bwana, wala sisi hatuwezi kukwambia neno jema wala baya. Tazama, huyo Rebeka yuko mbele yako, umchukue ukaende zako awe mke wa mwana wa bwana wako, kama alivyosema Bwana. Ikawa mtumishi wa Ibrahim aliposikia maneno yao, akainama hata nchi mbele za Bwana. Kisha huyo mtumishi akatoa vyombo vya fedha na vyombo vya dhahabu na mavazi akampa Rebeka, na vitu vya thamani akampa nduguye na mamaye pia. Wakala wakanywa yeye na watu waliokuwa pamoja naye, nao wakakaa usiku, wakaondoka asubuhi. Naye akasema, nipeni ruhusa niende kwa bwana wangu. Ndugu yake na mama yake wakasema, msichana na akae kwetu kama siku 10 zisipungue, baadaye aende. Naye akawaambia, msinikawilishe, mradi Bwana amefanikisha njia yangu. Nipeni ruhusa niende kwa bwana wangu. Wakasema, na tumwite huyo msichana tumuulize mwenyewe. Wakamwita Rebeka wakamuuliza, je, utakwenda na mtu huyo? Akasema, nitakwenda. Ndipo wakampeleka Rebeka ndugu yao na yaya wake na mtumishi wa Ibrahim na watu wake. Wakambarikia Rebeka wakamwambia, ndugu yetu, uwe wewe mama wa 10,000 mara 1000 nyingi, na wazao wako wa urithi mlango wa hao wawachukiao. Rebeka akaondoka na vijakazi wake, nao wakapanda juu ya ngamia wakamfuata yule mtu, naye huyo mtumishi akamchukua Rebeka akaenda zake. Basi Isaka alikuwa amekuja kwa ajili ya Beer Lahai Roi, maana alikaa katika nchi ya kusini. Isaka akatoka ili kutafakari kondeni. Wakati wa jioni akainua macho yake, akaona kuna ngamia wanakuja. Rebeka akainua macho, naye alipomwona Isaka alishuka juu ya ngamia, akamwambia mtumishi, ni nani mtu huyu ajaye kondeni kutulaki? Mtumishi akasema, huyu ndiye bwana wangu. Basi akatwaa shela yake akajifunika. Yule mtumishi akamwambia Isaka mambo yote aliyoyatenda. Isaka akamwingiza Rebeka katika hema ya mama yake Sara, akamtwaa Rebeka akawa mkewe, akampenda. Isaka akafarijika kwa ajili ya kufa kwa mamake.